Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la kwanza, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi aya ya 3 na aya ya 14 hadi aya ya 16a. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya ya 16 mpaka aya ya 17, na somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 51 mpaka aya ya 58. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Lakini vile vile ni waombe nyote ambao bado hamjasubscribe katika channel hii, unaweza kusubscribe kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utakuwa umepata fursa basi ya kuona kufuatilia tafakari hizi za neno la Mungu mapema zaidi punde tu zikishapandishwa katika channel hii. Karibu tafakari kwa pamoja, karibu subscribe, karibu ungana na mimi katika tafakari hii ya neno la Mungu. Sherehe ya mwili na damu takatifu ya Yesu, au kwa jina jingine inajulikana kama Dies Sanctissimi Corporis et Sanguinis Domini Jesus Christi, au kwa lugha fupi kabisa inajulikana kama Corpus Christi. Hii ni sherehe ambayo inayoadhimisha uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Na asili ya sherehe hii ni mwaka wa 1263. Na hapa tunamzungumzia padri Mjerumani anayejulikana kwa jina la Padre Petro wa Prague. Padri huyu katika mwaka huo alifunga safari ya hija kutoka nchini Ujerumani kwenda nchini Italia katika mji wa Roma kwa ajili ya hija takatifu. Na alipokuwa njiani, kabla ya kufika katika mji wa Roma nchini Italia, alipumzika katika mji unaojulikana kama Bolsena. Mji huo vile vile unapatikana huko huko Italia. Sifa kubwa kabisa ya padri huyu, anasifika kama padri mcha Mungu. Lakini pamoja na ucha Mungu aliokuwa nao, padri huyu alikuwa na mashaka sana juu ya uwepo wa Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Kwa hiyo alijiuliza mara zote, na alikuwa na mashaka mara zote katika mageuzi. Je, ni kweli mkate pamoja na divai vinageuka na kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo? Alikuwa na mashaka sana juu ya jambo hilo. Alipopumzika katika mji wa Bolsena katika kanisa la Mtakatifu Kristina, asubuhi na mapema kesho yake aliadhimisha misa takatifu. Na jambo la ajabu lililopelekea mpaka kuanzishwa kwa sherehe hii lilitokea katika maadhimisho ya misa takatifu aliyoiongoza Padri Petro katika kanisa la Mtakatifu Kristina katika mji wa Bolsena nchini Italia. Katika misa hiyo, wakati wa mageuzi, alishangaa kuona baada ya kuwa amesali sala ya mageuzi, ghafla matone ya damu yalianza kuchirizika kutoka katika ekaristi takatifu aliyokuwa ameinua altareni. Na matone hayo ya damu yalipakaza mikono yake, lakini vile vile yalidondoka juu ya kitambaa kilichokuwa kimetandazwa juu ya altari kinachojulikana kama koprali. Mikono yake ilijaa matone ya damu, lakini vile vile na kitambaa kile kilichokuwa juu ya altari na chenyewe vile vile kilijaa matone ya damu. Matone haya ya damu yalitoka katika ekaristi takatifu aliyokuwa amenyanyua juu ya altari baada ya kuwa amesali sala ya mageuzo. Ule mkate ukageuka na kuwa mwili takatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini vile vile ile divai iliyokuwa katika kikombe na yenyewe iligeuka na kuwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tukio hilo liliwashangaza waamini wengi waliokuwa wamehudhuria misa takatifu siku hiyo, na habari hizo zikaanza kusambaa na zikamfikia papa wa kipindi hicho aliyekuwa anajulikana kama Papa Urbani wa 4 aliyekuwa akiishi katika mji wa Oviedo. Hivyo papa huyu alimuita padri huyu Padre Petro, na Padre Petro akawa ametoa maelezo yake ya ushuhuda kuelezea kwamba ni kweli ule mkate na divai viligeuka na kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Papa Urbani alisikiliza maelezo ya Padre Petro na baadaye alituma tume
ya uchunguzi wa jambo hilo, kwenda kuthibitisha ukweli, uhalali wa jambo hilo. Je, ni kweli ule mkate pamoja na ile divai viligeuka kweli kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo? Na tume ile ilirejesha matokeo ya utafiti waliofanya na wakathibitisha ya kwamba ni kweli mkate uligeuka na kuwa mwili mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ile divai kweli iligeuka na kuwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hatua ya kwanza aliyochukua Papa Urbani wa 4 ni kuagiza baadhi ya wataalamu wanazuoni wa kipindi kile kuandika tenzi za kusifu Ekaristi takatifu, kusifu mwili pamoja na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na mojawapo wa wataalamu hao alikuwa ni Mtakatifu Thomas wa Aquino, ambaye aliandika tenzi nzuri ya kusifu uwepo wa mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Na mwaka mmoja baadaye, mwezi wa Agosti mwaka 1264, Baba Mtakatifu huyu Papa Urbani wa 4 aliagiza kupitia amri inayojulikana Transturus ya kwamba kila Alhamisi baada ya Pentekoste iwe ni siku mahususi kwa ajili ya kuenzi na kuheshimu Ekaristi takatifu, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Na mwaka 1312 Baba Mtakatifu Yohane wa 13 ndiye ambaye aliyetangaza rasmi ya kwamba kila Dominika inayofuata baada ya Dominika ya Utatu Mtakatifu itakuwa ni Dominika mahususi kwa ajili ya maadhimisho ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na yeye huyu ndiye ambaye aliyepanga mfumo mzima wa liturujia kama jinsi ambavyo ulivyo leo. Kwa hiyo katika sherehe ya leo tunaadhimisha na kuheshimu uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 mpaka aya ya 3 na ile aya ya 14 mpaka aya ya 16. Tunafahamu wazi ya kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu hiki ni mahusia ya Musa kwa Waisraeli baada ya kipindi cha miaka 40 jangwani. Sasa Musa ni mzee kweli kweli na maisha yake yanaelekea ukingoni. Kwa hiyo anaamua kuwaacha wana wa Israeli hawa kwa kuwapatia neno la usia. Utaratibu huu ni utaratibu ambao umezoeleka, upo katika mazingira yetu ya siku zote. Katika zile nyakati za mwisho sasa, dakika za mwisho za maisha yetu hapa duniani, tulio wengi tuna desturi ya kuandika usia, kuacha usia kwa watoto wako, kuelekeza sasa kipindi ambacho wewe haupo maisha yao yaongozwe kwa mfumo gani. Kwa hiyo jambo hili sio jambo geni, lipo, limekuwepo kwa watu wengi na ni utamaduni wa watu wengi kuandika usia. Musa vile vile katika kipindi chake cha uzee na somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 mpaka aya ya 3, aya ya 14 mpaka aya ya 16. Kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha 5 cha Musa, na kwa ujumla wake kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinazungumza juu ya usia ambao Musa aliwaachia Wayahudi kabla ya mauti hayajamkuta. Baada ya safari ndefu ya kipindi cha miaka 40 jangwani, Musa akiwa ni mzee na anafahamu fika dhahiri sheri ya kwamba hatofika katika nchi ya ahadi. Yeye ambaye alikuwa ni kiongozi wa Wayahudi kwa kipindi chote hicho cha miaka 40 jangwani huko, na ambaye aliwaongoza kutoka katika nchi ya utumwa kule Misri, sasa anawaachia neno la kuwaaga. Neno hili ambalo limezoeleka kama usia, mausia ya Musa wa Wayahudi. Kitendo hiki cha kuandika usia sio kitendo kigeni kwetu. Kitendo hiki kipo katika dakika za mwisho kabisa, dakika za lala salama, kipindi cha uzee. Walio wengi wana desturi ya kuandika usia kwa wapendwa wao, kwa watoto wao, kwa vijana wao wanaobaki. Usia huo lengo kubwa huwa ni kuweka mambo sawasawa kabla ya mtu huyu hajaaga dunia, kuwaongoza, kuwapatia ushauri jinsi ambavyo wanapaswa waishi,
mahusiano ya kwao na wengine, jinsi dunia inavyokwenda, mambo kadha wa kadha tu watu wanayazungumza, wanayaacha kama wosia kwa wapendwa wao wanaosalia duniani. Halikadhalika na Musa aliwaachia wosia Wayahudi, lakini wosia huu wa Musa ulijikita zaidi kuweka mahusiano mema kati ya Wayahudi pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Musa anawahusia sasa ule wosia wa Musa akiwakumbusha ile amri ya Mwenyezi Mungu ambayo aliwapatia katika mlima Sinai, na akiwataka Wayahudi waikumbuke kweli kweli amri hiyo na waishike vyema amri hiyo, akiwakumbusha maagano walioyaweka wao pamoja na Mwenyezi Mungu katika mlima Sinai ambayo yanajulikana kama Torati. Kuwakumbusha kule kwa namna ya mahusia ndiyo ambayo yanaitwa kumbukumbu la Torati. Katika kumbukumbu hii la Torati, Musa amewakumbusha juu ya mambo makubwa mawili. Mahusia ya Musa hayo yamejikita katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, amewahusia Wayahudi wampende Mwenyezi Mungu, na jambo la pili ni kushika amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kiini cha kitabu hiki cha kumbukumbu la Torati inapatikana katika sura ya 6 aya ya 4 mpaka aya ya 7 hapo ambapo Musa anawataka na kuwasihi Wayahudi ya kwamba wampende Bwana Mungu wao kwa moyo wao wote, kwa nguvu zao zote, kwa akili zao zote. Maisha yao yote ni kumpenda Mungu, na kama ni hivyo, katika kumpenda Mungu huko washike vile vile yale maagano ambayo wao waliyaweka pamoja na Mungu. Kwa hiyo Musa anawahusia Wayahudi ya kwamba wajikite zaidi katika kumpenda Mwenyezi Mungu, na katika kumpenda Mwenyezi Mungu huko Musa sasa ndio anawakumbusha mambo mbalimbali mema ambayo Mwenyezi Mungu aliyatenda kwa ajili yao. Ndio hayo ambayo tunayoyasikia katika somo letu la kwanza siku ya leo. Musa anawahusia Wayahudi ya kwamba sasa wanaingia katika nchi ya ahadi. Miaka 40 ya safari ndefu jangwani imefikia ukingoni. Wanaenda katika nchi ya maziwa na asali. Wakiwa katika nchi hiyo, wanapaswa daima katika maisha yao siku zote wakumbuke wema wa Mungu aliyowatendea kwa kipindi cha miaka 40. Na wema huo wa Mungu ndio wasukume sasa Wayahudi hawa katika kuzidisha upendo zaidi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amekuwa mwema mno kwao. Na anataja jambo moja tu, wema moja tu ambao Mwenyezi Mungu amewatendea kwa kipindi cha miaka 40, japokuwa kuna mema mengi ambayo hawawezi wakahesabu wala hawawezi wakayalipa. Musa amechagua jambo moja. Katika jambo hilo anawakumbusha kwamba Mwenyezi Mungu, mkumbuke kwa kipindi cha miaka 40 mlivyokuwa jangwani, katika safari hiyo ndefu na ngumu ya jangwani, Mwenyezi Mungu amekuwa akiwapatieni ninyi chakula kitokacho mbinguni kwa miaka 40. Tena mkumbuke ya kwamba mlivyokuwa jangwani katika safari hiyo ngumu, hamkuwa na shamba, hamkuwa na jembe, hamkuwa na mundu, hamkuwa na mbegu, hamkuwa na nyanja yoyote ile ya uzalishaji mali. Mwenyezi Mungu aliwalisha kwa chakula kitokacho mbinguni kwa kipindi cha miaka 40. Ni upendo mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu. Katika mahusia haya ndio Musa sasa anawakumbusha, basi kumbukeni hata wema huo, ya kwamba Mungu aliwalisha ninyi kwa chakula kitokacho mbinguni kwa kipindi cha miaka 40. Kama vile ambavyo Mungu huwalisha wanyama wengine, huwalisha ndege na wanyama wengine, vile vile aliwalisha ninyi kwa chakula kizuri, kitamu, chakula bora, chenye afya, kitokacho mbinguni kwa kipindi cha miaka 40. Kwa hiyo Musa sasa ndio anawasihi na kuwataka watu hawa watakavyoingia katika nchi ya ahadi, nchi ya maziwa na asali, wasimuache Mwenyezi Mungu, bali wakumbuke wema ule ambao Mwenyezi Mungu aliwatendea. Na jambo mojawapo ni kuwalisha kwa chakula kizuri, kitamu, chakula bora kitokacho mbinguni. Sasa swali linakuja, je, chakula hicho ni kipi? Ndicho ambacho Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 10 aya ya 16 mpaka aya ya 17, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika somo letu la pili siku hii ya leo, anafafanua, anaeleza kwa mapana, kwa unaganaga ya kwamba chakula hicho kitokacho mbinguni ni kipi. Paulo ndiye mwandishi wa waraka huu kwa Korinto, na inatajwa kwamba aliandika waraka huu
mwaka wa 50 alivyokuwa katika mji wa Efeso. Paulo pamoja na Silvanus na Timotheo, hawa ndio waliofanya kazi kubwa sana ya kuhubiri Injili katika mji wa Korinto, na hii ilikuwa ni safari ya pili ya kimisionari ya Paulo, na hiyo ni kati ya mwaka 51 mpaka mwaka 54 baada ya Kristo. Walihubiri huko, walifundisha neno la Mungu huko, walipata wafuasi huko, na wakawa wameunda kanisa, jumuiya ya kwanza ya Wakristo katika mji wa Korinto. Baada ya Paulo pamoja na wafuasi wake hawa wengine kuwa wameondoka na kwenda katika miji mingine kwa ajili ya kuendelea kufundisha neno la Mungu, ilitokea changamoto kubwa katika kanisa la Korinto. Changamoto hiyo ilikuwa ni mipasuko. Wako baadhi ya waamini waliopinga mafundisho ya Paulo, waliopinga utume wa Paulo na mambo mbalimbali, na hiyo ni kwa sababu ya jeuri na kiburi walichokuwa nacho. Kwa hiyo baadhi yao wakampinga Paulo. Lile kanisa moja ambalo Paulo leo lianzisha sasa limegawanyika, na limegawanyika kwa misingi ya mipasuko miongoni mwa waamini. Baadhi yao walipinga vile hata uwepo wa mwili na damu ya Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Baada ya kuwa amepata taarifa hizo akiwa katika mji wa Efeso, Paulo sasa ndio anaamua kuchukua kalamu na karatasi, anaandika ukweli sasa wa mafundisho hayo aliyoyatoa katika mji wa Korinto. Na katika somo letu hili la kwanza linajikita sasa kuzungumzia ukweli wa uwepo wa Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Ndiyo Paulo anasema ya kwamba kitendo cha Mwenyezi Mungu kuwalisha watu wake akikuwa kigeni kwao. Watu hawa wanafahamu ya kwamba kweli Mungu alishawahi kuwalisha watu wake kwa chakula bora kitokacho mbinguni. Anawakumbusha juu ya safari ya miaka 40 jangwani, ambapo Mwenyezi Mungu aliwalisha watu hawa kwa chakula bora, chakula kizuri na chakula kitamu, mana takatifu iliyotoka mbinguni. Halikadhalika sasa Paulo ndo anafundisha ukweli kwamba Mwenyezi Mungu vile anaendelea kuwalisha watu hawa. Anawalisha kwa mwili na kwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwanaye. Kwa hiyo anawaambia ya kwamba sisi ambao tunashiriki mwili na kikombe kimoja tunafanyika kuwa wamoja, na kama sisi ni wamoja ndio tunalishwa na kunyweshwa kwa mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo anafafanua ya kwamba Mungu anawalisha watoto wake kwa chakula kitokacho mbinguni, kama jinsi ambavyo alivyowalisha wana wa Israeli kwa kipindi cha miaka 40 kwa chakula kitokacho mbinguni, mana itokayo mbinguni. Ndivyo hivyo mpaka leo anatulisha sisi tulioko katika safari hii ya maisha ya hapa duniani kuelekea katika nchi ya ahadi huko mbinguni, kwa chakula kinachotoka mbinguni kinachoipatia miili yetu uzima. Na chakula hicho si kingine bali ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe katika somo la Injili tunasikia anafafanua na anaeleza ya kwamba yeye ni chakula kitokacho mbinguni. Anafundisha kwamba yeye ni chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Na chakula hiki hakikuwa kigeni kwa Wayahudi, wala halikuwa jambo geni kwao. Haikuwa mara ya kwanza wao kulishwa kwa chakula kitokacho mbinguni. Miaka 40 walikula mana itokayo mbinguni, na hivi sasa katika awamu hii Yesu anawalisha wanadamu kwa chakula kitokacho mbinguni, si kingine bali ni mwili na damu yake takatifu. Chakula anachokizungumzia Yesu si chakula cha mwili bali ni chakula cha roho. Hapo Wayahudi hawakuelewa, walipata mkanganyiko kwamba inawezekanaje sasa sisi tukamla mtu huyu, kwamba sisi tunakulaje mwili ya mtu, tunakunywaje damu ya mtu? Jambo hili linawezekanaje? Sio mwili na damu vya kimwili, lakini ni chakula cha kiroho. Chakula anachozungumzia Yesu ni chakula cha kiroho chenye kuwapatia watu uzima wa milele. Alaya chakula hiki kitokacho mbinguni hatokufa bali ataishi milele. Na chakula hiki ni mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ndugu zangu wapendwa, katika kuadhimisha sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, yapo mambo kadha wa kadha ambayo ningependa tuyatafakari na yatuongoze katika tafakari yetu siku hii ya leo. Jambo la kwanza, Ekaristi takatifu
ni kitu cha kuheshimika zaidi ya vitu vingine vyote. Aina yoyote ile ya uvunjifu wa heshima kwa Ekaristi Takatifu ni kufuru, na kufuru ni dhambi kubwa kweli kweli, kati ya dhambi zingine zote. Dhambi kubwa, dhambi mbaya, dhambi isiyofaa, dhambi mbaya kabisa ya mauti ni kufuru. Kwa hiyo kukosa heshima kwa Ekaristi Takatifu ni kufuru, ni dhambi kubwa, ni dhambi mbaya, ni dhambi ya mauti, kuivunjia heshima Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo usijiingize katika matendo yoyote yale ambayo yanaweza yakahesabika kama kufuru kwa Ekaristi Takatifu. Yako matendo ambayo watu wanayafanya ni kufuru kwa Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo kufuru Ekaristi Takatifu ni jambo baya sana. Usijiingize katika kufuru ya Ekaristi Takatifu. Ni dhambi kubwa, dhambi mbaya, ni dhambi ya mauti. Ziko kufuru ambazo watu wanazitenda, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Na mimi hii leo ni ambaye nimejipa kazi hiyo ya kuwafahamisheni kufuru hizo, na mzisikilize na mzitilie maanani na mjiepushe na kufuru hizo za Ekaristi Takatifu. Baadhi ya kufuru hizo ni kama vile kuiba Ekaristi Takatifu. Wako watu kadha wa kadha ambao kwa misukumo ya imani tofauti walizonazo, hususan imani za giza hizo, wanajiingiza katika wizi wa Ekaristi Takatifu, wakiamini ya kwamba Ekaristi hiyo takatifu wakitumia kwa namna wanaojua wao wenyewe, ambayo mimi na wewe hatujui, ni kwamba inaweza ikawaletea manufaa kadha wa kadha ya kimwili, kama vile kuendesha shughuli zao za kimwili na mambo mengine kama hayo. Hiyo ni kufuru ya Ekaristi Takatifu, ni dhambi kubwa ya mauti na mbaya dhidi ya Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo jiepushe na kufuru hiyo. Usijiingize katika wizi wa Ekaristi Takatifu kwa namna yoyote ile, wala usitumie Ekaristi Takatifu katika shughuli za giza, nguvu hizo za giza, katika mambo ya kishirikina na vitu vingine kama hivyo. Dhambi hiyo ni dhambi ya mauti, ni kufuru, ni kitu kibaya, ni ukosefu mkubwa sana wa maadili, na itakuingiza kubaya kabisa. Katika hilo utaadhibiwa tu, Mwenyezi Mungu aweze kukuacha hivi hivi. Epuka kufuru ya Ekaristi Takatifu. Lakini jambo la pili, usipokee Ekaristi Takatifu katika hali ya uchafu wa roho. Fisha kwanza roho yako, ungama kwanza dhambi zako, jipatanishe kwanza na Mwenyezi Mungu, ndipo upokee Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo usipokee Ekaristi Takatifu kama vile unapokea kalanga, kama vile unapokea biskuti, kama vile unapokea chapati, kama vile unapokea andazi. No, hapana. Ekaristi Takatifu ni lazima uipokee kwa heshima kubwa sana. Ile mwili, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama ni hivyo, Yesu huyu Kristo ni wa kuheshimika sana. Na kama Yesu huyu ni wa kuheshimika sana, basi mwili na damu yake vipokee katika hali ya heshima ya juu kabisa. Hakikisha ya kwamba unapokea Ekaristi Takatifu katika hali ya usafi wa moyo. Safisha kwanza dhambi zako, jipatanishe wewe na Mwenyezi Mungu, ndiko sasa unaweza ukaipokea Ekaristi Takatifu katika hali ya usafi wa moyo. Ukipokea Ekaristi Takatifu katika hali ya usafi wa moyo, inakuletea neema na baraka nyingi kwako. Lakini ukipokea Ekaristi Takatifu katika hali ya uchafu wa moyo, hapo unakula hukumu ya maisha yako. Na jambo la pili, Ekaristi Takatifu ni chakula kinacholeta uzima wa kiroho. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtu anayepokea Ekaristi Takatifu na mtu asiyepokea Ekaristi Takatifu. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtu mwenye uzima wa kiroho na mtu mfu aliyekufa. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya watu hao wawili. Ekaristi Takatifu inatuletea uzima wa nafsi zetu. Kama jinsi ambavyo usipokula chakula cha kimwili hutopata uzima. Afya yako itayumba, mwili wako utakongoloka, utakosa nguvu, utakosa nguvu za kimwili, utapungukiwa afya, na mwili wako unaweza ukaandamwa na maradhi kadha wa kadha. Na mwisho wa yote, unavyoacha kutumia chakula kabisa cha kimwili, mwisho wa yote utapata mauti tu. Kufa ni lazima, hiyo utakufa.
Kwa hiyo chakula cha kawaida cha kimwili ndicho ambacho kinatuletea manufaa mbalimbali sana katika mwili. Chakula hicho kinatupa nguvu, kinatupa joto, kinatupa madini mbalimbali ambayo yanasaidia ustawi wa miili yetu. Kwa hiyo iko maisha yetu yanaweza kuendelea hivyo. Ukiacha kutumia chakula cha kawaida cha kimwili, hakika utapata madhara makubwa sana, na mwisho wa yote utakufa. Halikadhalika Ekaristi Takatifu ambayo ni chakula cha kiroho. Usipopokea Ekaristi Takatifu katika hali ya usafi wa moyo, roho yako itadhoofika, itakongoloka na itakufa. Katika tafsiri ya kwamba ile sasa hali ya kimungu ndani ya roho yako itaondoka, na ikishaondoka hiyo hali ya kimungu ndani ya roho yako, tofauti yako wewe na mnyama mwingine kama vile simba, swala, chui ni majina tu, kwamba wewe ni mtu na huyu ni simba, kwamba wewe ni mtu na huyu ni chui, kwamba wewe ni mtu na huyu ni fisi. Ile hali ya kimungu ndani ya roho zetu ndiyo inayotutofautisha sisi na wanyama wengine. Mtu mwenye hofu ya Mungu, mtu mwenye neema ya Mungu, mtu mwenye hali ya kimungu ndani yake ni tofauti sana na wanyama, ni tofauti sana na mtu asiyekuwa na hofu ya Mungu. Kumbe Ekaristi Takatifu inatuletea uzima wa roho zetu, na roho inayokuwa nzima ndio roho ambayo itapata nafasi sasa, kibali hicho cha kumuona Mwenyezi Mungu. Na jambo la tatu na la mwisho, Ekaristi Takatifu ni maisha, na hili ni lazima mlikumbuke vizuri kabisa siku zote za maisha yenu, kwamba Ekaristi Takatifu ni maisha. Kumbe maisha yako yanapaswa yaanzie katika Ekaristi Takatifu, yawe ni maisha ya kiekaristi na yafuate taratibu zote za kiekaristi, na mpaka mwisho kabisa mkumbuke ya kwamba yanapaswa kuendelea katika mtindo na mfumo wa kiekaristi. Ukisha toka katika mfumo wa kiekaristi, basi umeshapotoka. Yawe ni maisha ya kiekaristi, na siku zote uvutike katika kupokea Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni maisha, sio kitu cha bra tu ambacho unaweza ukaongea kwamba ni Ekaristi, ni vile, ni hivi, ni nini. Ule ni mfumo mzima wa maisha, na haishi katika maadhimisho ya misa takatifu. Pale ni mwanzo, ni chemchemu ile, lakini kilele kinafika katika mfumo mzima kabisa wa maisha, mienendo mzima yetu ya maisha, na yote tunayoweza kuyaishi ni lazima yawe katika mwondoko wa kiekaristi takatifu. Hiyo sasa ndiyo nembo, ndiyo utambulisho wa kwamba sisi ni watu wa Ekaristi. Ekaristi ni jambo letu, na Ekaristi Takatifu hii ni sisi sasa ambao tunaoipigia debe ya kwamba ni maisha, ni kweli, ni kwamba ni maisha, ni kweli, ni njia hiyo ya kufikia uzima wa milele. Na sisi kutoka katika Ekaristi Takatifu hii ni kwambako tunapata uzima wa milele.